Mambo vipi, hii ni Digital Corner. Mimi ni John Geoffrey Suzuki na hapa tunazungumzia teknolojia. Kwa sababu tunafahamu kwamba maisha yanakwenda na teknolojia. Haupaswi kuwa nyuma ya wakati wala kuwa mbele ya wakati. Unapaswa kuwa katikati. Na mimi ni John Geoffrey Suzuki, napiga story na Happy God Mtui. Mambo vipi mzee? Kwema kabisa mteule. Siku nyingine tena ya kuchimba na kuchimbua yale yanayohusu masuala mazima ya smartphone. Yes. Simu janja kwa Kiswahili. Ndio. Hivi ulimwengu sasa hivi unakwenda na masuala mazima ya content creator. Yes. Simu gani inafaa kwa content creator? Hapo ili mradi tu simu yenye kamera nzuri. Alafu pia iwe na tukisema yenye kamera nzuri iwe na video kali. Umeona, alafu inatunza chaji. Okay. Alafu pia ina storage kubwa, maana mafaili ya sasa hivi ni makubwa kuliko na zamani. Lakini pia simu ikishakuwa na vigezo hivyo, ni simu nzuri ambayo inaweza kumfaa content creator yoyote. Ndio Suzuki. Kwenye upande sasa wa hizi simu za mkononi, unaweza labda ukatuambia kwenye iPhone gani ambayo inamfaa content creator kwa ajili ya kupata maudhui mazuri? Kwenye Samsung gani, series ipi, ama si Samsung gani akianzia content creator atampa matokeo mazuri, ama Google Pixel ni ipi pia? Kwenye upande wa hizi simu, ili mradi na hizi simu yoyote yenye hii option ya portrait video au cinematic mode. Cinematic mode inapatikana kwenye iPhone series ambazo ni kuanzia iPhone 13. Nafikiri kuanzia iPhone 13 ni simu nzuri ambayo itamfaa content creator yoyote. Lakini pia kwenye Google Pixel kuanzia Pixel 6 na ina hiyo option ya portrait video ambayo inakuwa kwenye Pixel kuna utofauti kidogo, inakuwa ni blur. Unachagua option ya ambayo ni filter ya blur pale. Then inatosha pia kwa content creator kuanzia Pixel 6. Lakini kwa upande wa Samsung, angalau kuanzia Samsung S22 Plain kuendelea, hizo series ziko vizuri. Kwanza zinapokea patch mpya za software updates. Alafu pia hata hizo simu zinakuwa na quality nzuri zaidi kwenye upande wa battery, na zinakuja na storage kubwa ambayo itamfaa content creator yoyote. Ila kama anaweza kuafford hizi simu kubwa, mfano 17 zinakuwa zimekuja kabisa ana feature za content creator. Sasa hizi pro model, kwa mfano 16 Pro, 15 Pro, 16 Pro, 70 Pro, hizo ni simu nzuri sana ambazo hata ukiangalia hata kwenye mitandao kwa content creator wengi wana recommend hizo. Lakini pia kwenye Samsung angalau S24 Ultra na hadi S26 Ultra. Hivyo pia kwenye Pixel 9 Pro mpaka Pixel 10 Pro XL, hizo simu ziko vizuri sana kwenye masuala ya video na kwenye masuala mazima ya content creation. Ila sasa kwa yule mteja ambaye kwa yule mtu ambaye budget yake ipo chini, basi isiwe kikwazo cha yeye kutokuchukua simu. Angalau amiliki iPhone 13 ambayo inauzwa na $990 ambayo bado inapatikana kwenye condition nzuri. Hivyo pia kwenye Pixel 6 inauzwa na $420, nayo pia kwenye bado ipo kwenye category nzuri au simu nzuri ambayo inafanya vizuri kwenye upande wa content. Hivyo pia kwenye Samsung S22 kwa $520 anaweza kujipatia hiyo simu ambayo ni 256 GB kabisa. Yes. Kwenye comment hem tuambie kama content creator ni simu gani ambayo unaamini ukitumia inakupa matokeo mazuri sana katika utengenezaji wa maudhui yako mtandaoni. Nataka uniambie ni viashiria gani mteja akivisikia kwa muuzaji wa simu ajue kwamba anakoelekea anapigwa vibaya mno. Kiashiria cha kwanza ni akiona kwanza bei imekuwa ndogo sana. Okay? Kuliko ambavyo sio kawaida. Anatakiwa kwanza ashtuke. Labda hiyo simu inawezekana ikawa na changamoto yoyote, na kama haina changamoto labda kuna parts ambayo inakuwa sio original. Kwa hiyo anatakiwa ashtuke kwanza hapo. Cha pili, akiona anauliza vitu, labda unamuuliza kitu fulani hawezi kujibu kwa wakati, it means huyo muuzaji anamuuzia kitu ambacho si hicho, au huyo mtu anataka amtapeli, kwa maana yeye sio expert wa simu. Maana mimi hata uniamshe saa 6 za usiku niulize mtu inahitaji 16 Pro, mimi ninahitaji 16 Plain ya GB 64, automatic nitakujibu tu hapo hamna 16 Plain ya GB 64, zinaanzia GB 128, 256 kuendelea. Kwa hiyo kuna maneno ambayo kiasikia tu lazima ushtuke. Alafu cha pili, unafika dukani cha pili unaagiza kitu, anaanza kukuharakisha ulipie, sijui wewe hebu lipia, labda au mzigo unatakiwa utoke na boti sijui ya saa ngapi, haraka. Hapana. Biashara inatakiwa upewe bei, upewe maelekezo, and then wewe ndio upate muda wa kutafakari alafu ulipie. So ila anakuharakisha ili ukose ile gap la wewe kuweza kushtukia labda mchezo ule. Akiona hizo dalili, naona
anaweza aka cancel biashara, au ni vizuri akafika ofisini akakagua kile kitu mwenyewe akajihakikishia kila kitu vizuri. Lakini si wabongo au si wa Tanzania tunapenda vitu vya kitonga. Kwa mtu akishaambiwa, mfano nimeona juzi kwa mtu amenitumia picha DM ya S22 Ultra, ananiambia hii hapa inauzwa laki tatu mtu, unaweza ukawa nayo. Umeona? Hizo ni changamoto ambazo tunazo. Nimekuuliza hivi kwa sababu kuna bwana mmoja nimechungulia chatting zake, mambo moja namwambia iPhone 16 Pen kwa shilingi 1,100,000. Hizo Suzuki zinapatikana Zanzibar Chake Chake, watu wa Zanzibar Chake Chake. Hapo umezungumza kweli. Vipi kwa muuzaji, unazungumza na muuzaji anajaribu kupretend sauti kwenye simu? Yaani muuzaji anauza endena na pretend. Ana pretend sauti, anakuambia karibu, unataka tukuhudumie nini? Hiyo pia nataka ushtuke. Nataka ushtuke. Yaani Suzuki kwenye michezo, ndio maana mara nyingi tunakushauri chagua ofisi moja ya kuweza kufanya nao kazi kwenye masuala ya simu. Unaweza kaamua kachagua labda duka fulani, hawa ndio watakuwa na hapa ndio utakapokuwa unanunua simu. Hawezi kukufanyia uuni, maana lazima watunze uteja wako na wewe ili biashara ziendelee. Kwa ni vizuri mtu akachagua sehemu moja kufanya biashara, kama umeshajua hiyo store fulani unafanya vizuri na uaminifu. Kwenye comment nayo tupe viashiria ambavyo unavifahamu kwamba ukivisikia kwa muuzaji wa simu yote ujue kuna kuelekea utapigwa, ama kiashiria ambacho kilikukuta ama kisa ambacho kilikuta mpaka ukatapeliwa kwenye masuala mazima ya simu. Nataka nikuulize jambo moja pia. Ndio Suzuki. Expensive phone ni investment ama ni anasa? Expensive phone itakuwa investment endapo sitaki kuongelea tu upande mmoja, maana kuna watu wengine tunanunua simu lakini hatununui kwa sababu eti lazima tukazitumie ili iweze kuturudishia hela. Sisi tunanunua labda tumenunua simu kwa upendo, yaani naipenda hii simu, unaona? Kwa maana hiyo hata kama nitatumia kiasi gani cha pesa, ninachokitafuta pale ni happiness. Kama kuna mwana falsafa mmoja leo kuzungumzia hilo swala la kwamba alikuwa anasimamia kwamba the purpose of life is to attain happiness. Akiwa na maana kwamba wewe utazunguka vyokote, lakini mwisho wa siku utakachokuwa unatafuta ni furaha. Kama kuna kitu fulani kinakupa furaha, unaweza kununua. Hiyo inakuwa sio anasa. Maana kama kinakupa furaha sio anasa. Lakini kuna watu wengine tunanunua hizi simu kwa ajili ya content creation. Kuna watu wengine wanatengeneza hela kupitia video wanazoziposti ambazo wamerekodi kutumia simu zao. Umeona? Watu wengine wanafanya live TikTok kwa kutumia simu zao. Umeona? Kwa ile inakuwa pia ni investment. Labda tunaweza tukaongelea kwa swala hilo Suzuki. Okay. Ukipewa nafasi ya kutoa maoni yako, simu tuna haja ya kuiongeza kwenye zile basic needs ambazo tuliambia kwamba kuna food, shelter na nini? Na food, shelter na clothes. This is the shelter. The shelter. Clothes hapa nafikiri iko sahihi. Ambayo ni nguo, malazi na chakula, ndio yako sahihi kabisa. Kwenye upande kwa sasa teknolojia ya sasa inavyotaka, na hisi simu imeelekea kuwa hivyo. Kwa sababu kama una simu itumisi unapingana na teknolojia. Kila kitu kipo kwenye mitandao. Ukienda sehemu unataka kununua kitu unatumia simu kuweza kufanya malipo sometime, umeona? Kupata taarifa ni tofauti na zamani. Ukifuatilia vizuri hata Suzuki hapa nikikuuliza lini umesikiza radio? Sijui. Unapata taarifa, unasikiza? Sababu ila asilimia nyingi watu wengi wana scroll wanajifunza, umeona? Tunatumia sasa hivi AI kwa ajili ya kurahisisha mambo yetu ya kila siku. Kwa hiyo inapoelekea simu inaenda kwa basic need. Na watu wengine simu ishakuwa kama lifestyle. Kuna mtu yeye hawezi kutoka yani eti atoke siku hiyo bila simu kabisa. Hawezi kabisa, yani ni lazima kila siku amke atoke na simu yake, ashike simu yake. Kwa unapotumia simu, unadhani kuna haja ya simu kuiongeza kwenye basic needs ama tuiache kwenye luxury needs? Mweka comment yako hapo mteule. Lakini utuambie kumiliki simu expensive ni anasa, ni investment ama ni anasa? Na wewe pia tupe comment yako hapo. Mteja, unapohitaji kununua simu ya mkononi, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia kama mnunuaji? Yani simu ya mkononi kutoka kwa mtu mwingine aliyekuwa anatumia simu. Kutoka kwa yani kutoka kwa mfano. Unadhani mteule anapotaka kuja kununua simu kutoka kwenu, anapaswa azingatie vitu gani? Cha kwanza kabisa mara nyingi ni budget. Kwa sababu uwezi kuwa na 300,000 and then unataka kununua kuna 7 Pro Max. Kwa maana ni bei na budget yake ipoje. Lakini baada ya hapo sasa budget yake ashachagua labda 400,000 anayo, si ndio? Vitu vingine anavyotakiwa kuzingatia ni storage. Kwa maana hiyo ajue kabisa kwamba hii simu ninayonunua naenda kuifanyia nini. Itakidhi
mahitaji yangu kwenye swala la labda kurekodi, kuhifadhi data zangu na document. Cha pili betri. Kuna watumiaji wengine au wateja wengine wanafikaga dukani hapa, ananunua simu alafu baadaye anaenda huko anakuja kugundua kwamba hii simu haitunzi chaji. Lakini kuna mteja mwingine ananunua simu anaishi na hata utaona akilalamika kwa sababu ana uwezo wa ku-access muda wote kuweza kurecharge simu yake, tofauti na wale ambao wanaenda vijijini. Kwa hiyo lazima azingatie hivyo vitu. Kwa hiyo ni storage na battery na budget. Nafikiri hivyo ndio vitu vikubwa kwenye simu. Lakini pia kuna watu wengine ni kamera. Kama hivyo tayari ulivyokuwa unazungumza kama content creators. Content creator anahitaji kamera nzuri. Anahitaji kamera nzuri, anahitaji storage na battery, vyote hivyo anavihitaji kwenye simu moja, umeona? Hivyo ni vitu vya muhimu kuzingatia wakati mtu. Vipi kuhusu processor? Kwa maana yani automatic simu nyingi sasa hivi zinakuja na processor nzuri. Inapokuwa labda kwa mfano ukisema tu haraka haraka tu budget ya 600,000, 500,000, hiyo simu ina perform vizuri sana. Ni swala la processor. Mfano iPhone 11 inafanya vizuri mpaka sasa hivi utasikia mtu yote akilalamika kuhusu hiyo simu. Hata labda S22 pia ina perform vizuri, Pixel 7, Pixel 6, hizo ndo simu za budget hizo zote zinafanya vizuri. Kwa hiyo swala la processor najua tayari akishaweza kucover hivyo storage, battery na hata akisahau processor bado tu itaendelea kuperform vizuri. Kwa mtu anakuambia fake until it's real au fake until you make it. Mteja akija kwako mteja akwambia hii ni iPhone 11. Ni iPhone ni iPhone ambayo labda iPhone 13 plain. Nataka niongezee hapa lens body yani hapa ibadilike hiyo 17 au ni umbadilishie body kwa vyovyote ili fake. Unaweza kukubali? Hapana, dukani kwetu haturuhusu kuchanganya hivyo vitu. Ushaamua kwamba the home of genuine. Yani hapa kwetu ni the home of genuine gadgets. Kwa maana haturuhusu kitu ambacho chote ni copy hapa ofisini. Mteja akitaka iPhone 11 au ana budget ya 500,000 atapata iPhone 11. Kama ana budget ya 300,000 atapata iPhone 17. Kwetu hapa hatufanyi hivyo vitu kwa sababu kuna wateja wetu wanaotuamini. Sasa kuja kuona kuna michezo kama inafanyika dukani kwetu inakuwa ni mbaya, inatengenezea picha mbaya, kwa haturuhusu kabisa dukani kwetu. Hivi Mtelo unatumia simu gani na kwa nini unatumia simu hiyo? Mimi Suzuki natumia simu zote mbili, Samsung, iPhone. Waingereza pia nikatumia na Pixel, maana ndio simu bora duniani. Pixel? Pixel ni simu bora pia. Kwa kigezo gani? Pixel sasa iko vizuri kwenye upande wa AI. Ndio simu inaongoza kwenye upande wa AI. Akifuatiwa Samsung, si ndio? Kwa hiyo ukiwa unatumia iPhone unakuwa kidogo nyuma kwenye AI. Ila kurudi kwenye Pixel na Samsung unaweza kupata hivyo vitu. Kwa hiyo hizo zote ni simu zote nzuri ambazo Android naipenda kwa sababu Samsung naipenda kwa sababu ina uhuru. Sometimes kuna application ambazo hazikubali kwenye iPhone naweza nikatumia kwenye nini? Kwenye Android. Kwa hiyo ndio maana ninazo hizo simu zote mbili. Na ni simu nzuri. Kwa hiyo ndio iko hivyo sasa. Mteja akija akakuuliza nahitaji kununua simu, hajajua anahitaji simu gani, huwa unamshauri nini zaidi katika machaguo hayo matatu ambayo umeyazungumzia? Pixel, iPhone na Samsung. Hapo inabidi nimsikilize vizuri mteja ili nijue mahitaji yake. Yaani kuna mteja anakuja chap anakuambia nahitaji simu, labda simu ina gani wala ajui. Ajui simu gani anahitaji. Basi naanza kumsikiliza. Labda simu hiyo anaenda kutumia kwenye mambo gani. Ndio naanza kujua kama simu gani itamfaa. Kuna mteja mwingine anakuambia nahitaji simu labda kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya mambo ya graphics, hizi mambo gani mengi kama hayo. Haraka tu namshauri Samsung. Maana najua kuna application nyingi ambazo anaweza ka download na kuzitumia kwenye Samsung, like kwenye iPhone zikaanza kulipia. Kwa hiyo direct nitaenda kwenye Samsung. Ndio mwingine anakuja anakuambia mimi napenda tu picha nzuri alafu iwe rahisi. Yaani ipiga picha niweze kuipost isipungue quality, maana sijui hivyo vitu vingi. Au nikichukua video chukue video tu and then ni post isipungue sana quality. Wala siendi kuedit wala nini. And then yule namwambia achukue nini? iPhone. Kwa hiyo ni vitu ambavyo namsikiza kwanza mteja and then namuonyesha machaguo, naanza kumuelezea chaguo hili litakusaidia kwa hivi na hivi, ili and then anachagua yeye anachokitaka. Na wewe mtu ambie ni simu gani ambayo wewe umekunywa maji ya bendera, piga huwa garagaza utaitumia mpaka siku unaenda kabrini. Google Pixel anamburuza sana iPhone na Samsung duniani. Hapana. Kwenye hiyo vita kidogo Pixel naona awaache wababe. Okay? Kwa sababu Pixel hawezi kabisa. Yaani bado ni mdogo kwa upande wa Samsung na iPhone. iPhone na Samsung naweza nikasema ni malegendari. Wako sokoni muda mrefu na simu zao tumeshazitumia tunaziona. Bado Pixel ni wachanga. Mfano Pixel iko ndo kwanza na simu ya 10, lakini Samsung
ndo kwanza na simu ya 10. I mean, kwani wingi ni hoja kuwa na series nyingi? Yani hizo kwa mfano ukianza kuzungumzia iPhone mpaka iPhone 17. Nafikiri ni miaka michache tu hapo ameruka. Kwenye ile iPhone X, iPhone 9 pale ndo ilirukwa. Lakini kutokea iPhone 1 mpaka 17 itimisa hawa jamaa wana miaka 16 sokoni. Wakiwa wanauza products zao. Hasa tukirudi nyuma, simu yao ya mwisho iko wapi? iPhone utakuta hadi kuna mtumiaji sasa hivi anatumia iPhone 6. Lakini kwenye Pixel tafuta mtumiaji anayetumia Pixel 2 XL. Hayupo, itimisi zile simu tayari zishakufa. Kwa maana hiyo bado tuna Pixel anatakuwa akae tena sokoni muda mrefu tumuone. Tuone kama bado anaweza kafiti. Yule ni kama Gen Z, yani speed na nguvu alionayo ni kama Gen Z. Anajaribu kwenda haraka, lakini siku zote iPhone na Samsung bado watabaki kuwa legendary kwenye upande wa hii industry ya simu kwa mimi ambapo nilivyoona. Sababu nikimwangalia Pixel mara mwisho ametoa simu nzuri, ametoa Pixel 9 Pro XL, si ndio? Ambayo hiyo ndio simu iliyoshinda kuwa simu bora duniani. Na vigezo walivyovitumia pale ni mambo ya innovation, mabadiliko kwenye simu, ambao ukiangalia simu yao Pixel 8 mpaka Pixel 9 kuna mabadiliko kwanza muonekano, AI feature nyingi waliziuza pale. Lakini kwenye iPhone wao wanabadilika kidogo kidogo. Kitu ambacho iPhone amekuwa ni mjanja, yeye huuzi products zote kwa wakati mmoja. Anauza kidogo kidogo, wao na Samsung. Kwa umeona? Kwa hiyo yule alivyouza kwenye Pixel 9, 10 Pro XL ametoa, lakini hamna kitu ongezeka zaidi, umeona? Kwa hiyo bado tunasema bado kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba Pixel bado anatakiwa ajifunze kwa nani? Kwa iPhone na Samsung, na sio kushindana naye. Hapo labda kama utakuwa umeelewa, kwenye ile event yao wana introduce Pixel 9, walichukua video ya iPhone 90 mode na akafanisha na Pixel. Siku zote kama unaweza kushindanisha na iPhone, itimisi iPhone ni mbabe wao. Okay. Umeona? Yani Apple bado kuna kitu wamewazidi. Maana kama ungekuwa umemzidi, iPhone wasingeshindanisha. Na iPhone huwa ni mjanja. Au Apple tunasema Apple ni mjanja, siku zote hataki kujishindanisha. Na maana anajua ni wadogo. Okay. Au anakaa kimya. Hiyo vita yote yupo. Utafuata ukiingia kwenye mitandao ya kijamii uko wapi? Utakuta kila mtu anaipromo Samsung Pixel. Ila utakuta mtu anaipromo iPhone. Wale wametengeneza product and then wanauza. Okay. Wateja wao ndo watazungumza wenyewe. Kwa hata wateja hapo kwenye comment wanaweza katuandikia. Bwana, kwenye comment nataka nione mwaga moto kama Dragon watumiaji wa Pixel, mwaga moto kama Dragon watumiaji wa Samsung, lakini pia nataka nione moto wa watu wa iPhone, watu wa Apple iza. Bwana, mwaga moto kama Dragon hapo tuone na mtupe fact zenu kwa upande wenu. Yes. Lakini pia nataka uniambie jambo moja. Ni simu gani ambayo unaona watu wanaisifia na kuipigia debe zaidi, lakini haina hadhi ya hicho ambacho watu wanakizungumza, wala hilo debe ambalo watu wanalipigania au wanalipigia hiyo simu? Swali gumu sana Suzuki. Nafikiri na sisi leo tusiwe wajuaji kidogo. Tujifunze kwenye comments za wateule. Naomba wateule wa comment tu hapa chini watuelezee kwamba ni sisi gani ambao naona kwamba imekuwa overrated. Yaani bei yenyewe inauzwa ni ghali, alafu quality hamna. Na watatuelezea tu hapa chini. Tunaomba leo tujifunze kupitia wateule hapa chini kwenye comment. Bwana, leo tunawapa nafasi ya ninyi kutuambia. Hii iwe participative interview au participative discussion, kwamba utuambie hapo kwenye comment kwamba ni simu gani ambayo unaona inasifiwa sana, inapewa sifa nyingi zaidi, inapewa sifa za Rio de Janeiro au za Karagwe, lakini unaona kabisa haipaswi kupewa hizo sifa ambazo inapewa. By the way, mimi ni Drum John Geoffrey Suzuki, behind the camera ni Rob Signature, Rodrick pamoja na Kibandani Hub, na sisi tunasema until next time, endelea kutufuatilia, kisha kwamba tutakupa vitu vizuri, na kizuri ni kwamba tunakupa madini hapa Instagram kupitia hizo page zote ambazo unaziona, Mtui Store, Mteule Tech, Digital Corner, MC Suzuki, lakini kule YouTube pia kupitia Digital Corner, na kila kitu tunahakikisha kwamba let your brand speak online. Chap.